Huyu ndiye mwanamke aliyepitia changamoto nyingi kwenye ndoa yake. Kuwa tayari kusikiliza. Wanawake kwa nukta kidogo. Nafasi kidogo kwa wanawake. Biblia inavyosema unapokuwa umefunga ndoa, achana na Biblia. Agano pale linasema kwa mabaya na kwa mema, si ndio? Maana yake katika ndoa kuna pande mbili, za mazuri na mabaya. Kuna kicheko na kuna kilio katika ndoa. Amina. Mwanamke ameambiwa enyi wake watiini waume zenu. Mwanamke, hutakuwa na sababu mbele za Mungu kwenda kusema kwamba huyu baba alikuwa mkorofi sana. Mungu hatasikia habari ya kwamba alikuwa mkorofi sana. Ataangalia pointi ya utii. Pointi ya utii. Je, ulimheshimuje huyo baba? Ulimpendaje yule baba? Ulimtiije yule baba? Ndicho atakachokiangalia Mungu. Maana enyi wake watiini waume zenu. Wanasifiwa sana. Tunda la Roho. Tunaposoma kwa habari ya tunda la Roho, tunaambiwa kuna tunda la uvumilivu. Ulivumilia kiasi gani katika ndoa yako? Biblia inasema kwa habari ya nini? Kumpenda adui. Si Biblia inasema? Mpendeni, wapendeni adui zenu na kuwaombea. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo ukawa ukifahamu kwamba katika ndoa yako baba, katika ndoa yako mama, lazima kuna pande mbili. Wakati wa mateso katika ndoa yako unafanyaje? Unataka kukimbia? Kwamba yule baba amekuwa pilipili, unataka kukimbia? Agano linasema kifo ndicho kitakachowatenga. Si ndio? Wewe baba unataka kuona mwanamke afai tena, unataka kuachana naye ukaoa mwingine, unataka ukavunje ndoa, eti mwanamke hafai. Hapana. Bwana asifiwe sana. Tunda la uvumilivu. Mungu atusaidie sana. Nimekuwa mwanamke ambaye leo siwezi kutoa ushuhuda wangu, lakini kuna mahali nilifundisha semina, wanawake wengi katika ile semina mchungaji aliniambia, maana nilikuwa na semina ya kama wiki. Mchungaji aliniambia naomba urudie shuhuda zako, maana wanawake wengi walimkimbilia mchungaji wakisema, mchungaji, ndoa yangu imepona, ndoa yangu imepona. Wengine wanasema nilikuwa na mpango wa kuondoka. Wengine wanasema jamani, kwa kweli huyu mama shuhuda zake sidhani kama za ukweli, mimi nisingeweza na nini. Amina. Lakini Petro akaambiwa siku moja na Yesu, akamwambia shetani anataka wapepete kama ngano, ila nimekuombea ili uimarike. Ukishaimarika uwaimarishe na wengine. Haleluya. Hakuna ndoa kuvunjika. Haleluya. Hakuna ndoa kuvunjika. Haleluya. Hakuna ndoa kuvunjika. Haleluya. Nimefika mahali mpaka ndoa za walokole zinavunjika. Haiwezekani. Haleluya. Haiwezekani ndoa kuvunjika. Hali kama ya saika. Ndoa nyingi zinavunjika kwa kukosa uvumilivu, kwa kutokulitii neno la Mungu. Mwanaume akikosea mahali, mwanamke haelewi kwamba anapaswa mtii baba. Mungu atusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Nimekaa na mume wangu akiwa hajaokoka zaidi ya miaka 20. Nimeokoka na hajaokoka zaidi ya miaka 20. Kwa hiyo mambo mengine ngoja niweke spika chini. Mungu atusaidie. Maana tuko na mabinti hapa, tuko na vijana hapa, kwamba neno la Mungu ni kweli, neno la Mungu ni amina. Amina. Siku utakutana na agano halivunjiki kwa namna yoyote, kwamba unapaswa kuwa mvumilivu. Petro anaposemea kwa habari ya uvumilivu katika mateso, ni kweli mateso yako kwa waenda mbinguni. Haleluya. Kama mtu kupata timu, kama mtu kushinda, inambidi awe na bidii. Sasa mbinguni ni zaidi ya timu ya duniani. Mungu atusaidie sana. Kwamba lazima kuna majaribu makubwa ambayo yataruhusiwa kwako. Amina. Kuna majaribu yataruhusiwa kwako. Alafu hayo majaribu, lengo na kusudi ni ili ushinde, uingie mbinguni. Alafu waitwe nini? Washindi. Haleluya. Wale walioshinda. Kwa hiyo haijalishi kwamba mume wako ni mkorofi namna gani.
hajaokoka, mama umetangulia kuokoka, haachwi mtu mpaka uhakikishe mume wako umemwingiza mbinguni. Haleluya, haleluya. Wa kwangu mimi alifika mahali kila mtu ananiambia hapana. Ilifika mahali wa kwangu mpaka mchungaji wangu akaniambia nisikilize, naomba uende serikalini, serikali ikulinde, maana haiwezekani. Utakuja kufa utasema mchungaji aliniambia vumilia. Maanake mchungaji kama mwanadamu alifika mahali akanihurumia ile kibinadamu. Amina. Nikirudi kwa Roho Mtakatifu ananiambia vumilia. Amina. Wanadamu wanasema hii ni ya serikali, Roho Mtakatifu ananiambia vumilia. Amina. Vumilia. Na nikavumilia. Sasa yako mengi nilikwambia habari ya vumilia. Ukisikia habari mpaka mtu anakuambia serikali ikusaidie, si unajua ni mambo makubwa. Ukifika hivi, ulishawahi kufika mahali mtoto anakuwa mbaya mpaka mama aliyemzaa anakuambia hivi mwali, yaani mtoto ni mtoto wake kamzaa, lakini kulingana na ubaya aliyokuwa umeufikia, mama aliyemzaa ninaenda ninamlilia, namwambia mama, mume wangu mama hali yake ni mbaya. Naona sasa kama vile roho inatoka mama. Mamake ananiambia hivi mwali, watu wa kuchimba kaburi waliwahi kukosekana. Yaani mama naye alimkatia tamaa mtoto wake, akaona hata kama nikufa sieni tu afe. Tulikuwa ni atese watu kiasi hichi, lakini bado nilimpenda, ni mume wangu. Amina. Alifika mahali akawa analewa ile ambayo unakuja unaitwa. Alafu mbaya zaidi nikiwa bado ni mchungaji. Amina. Analewa mpaka unaambiwa jamani, yule pale tumemkuta anabuguruka huko chini kama nyoka. Lakini bado sikumwacha mume wangu. Amina. Naenda nambeba kule namleta. Amina. Kuna ule ukorofi ambao unapitiliza, anakopa madeni mengi huko. Anakuja anakamatwa, anataka kupelekwa. Anataka kupelekwa, ana madeni ya kutosha. Mwanamke umecheza kibati mwaka mzima kikundi. Unamwambia mwacheni mume wangu. Unachukua hela ya mwaka mzima naenda kulipia deni aliyoenda kununua. Watu wananiambia sikuelewi, umemharibu huyu mwanaume. Lakini bado Biblia inaniambia ni mume wangu, napaswa nimsaidie. Amina. Nalipa mwaka mzima kikundi umecheza, unaenda kulipa yote deni. Amina. Alafu kuna wakati anakushikia sime, anataka kukutoa roho. Huna kosa. Huna kosa, anakushikia sime, anataka kutoe roho. Inabidi aokolewe pale, apelekwe hata polisi tu jamani, maana huyu mtu ni anaua. Nafika polisi, saa nyingine polisi wananiambia mama acha huruma, hii kesi ya jinai hii, nawaambia ni mume wangu. Naombeni muache, msimfunge. Mwacheni msimfunge, ni mume wangu. Amina. Bado namchukua. Amina. Bado namchukua. Kwa nini? Roho Mtakatifu, nasikiliza sauti ya ndani inasema nini. Amina. Sauti ya ndani inasema nini? Ninalo agano kwamba napaswa kumpenda adui. Amina. Kuna wakati aliwahi kunipiga. Unajua kipigo? Nimetoka kuhubiri Injili. Nimetoka kuhubiri nini? Maana alikuwa analewa sana. Kwa hiyo mimi ikifika jioni saa 2 nilikuwa naenda kanisani kwenda kuomba. Kwa hiyo nikishaomba akinibipu sasa kwamba anataka aende nyumbani, mimi ndo natoka kanisani nimpitie baba. Anapofanyaje? Anakolewa. Kwa hiyo wakati yeye yuko baba, mimi niko wapi? Kanisani naomba. Kwa hiyo ikatokea siku moja nampitia pale, nikatangulia. Natangulia masababu sasa siku na vichochoro viko njia nyingi. Nikakutana na mzee mmoja wa jirani. Sasa huwezi kumpita yule mzee, amelewa na yeye katoka kwenye ulevi. Mama Temba, mama Temba. Kwa hiyo inabidi utembee taratibu na yule baba. Huwezi kumwacha tena mzee wa watu, maana ni jirani yako. Kwa hiyo kitendo cha mzee kufika nyumbani mimi sijafika. Maana sinjia ziko nyingi, kapita hivi.